Yesu anasema njoo kwangu ili upate hiyo furaha nafsini mwako, uipate hiyo furaha ndani ya moyo wako. Kwa nini anakuambia njoo? Kwa sababu yeye ni kila kitu, ana kila kitu. Kama ni mali yeye anayo, kama ni uzima yeye anayo, kwa sababu ni mtoa uzima, ni Bwana wa mabwana. Amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Lakini sababu gani mzigo umepatikana? Ni sababu gani mateso yamepatikana? Kwa sababu ya ile dhambi. Ndio inayoleta mzigo, ndio inayoleta machozi, ndio inayoleta huzuni, ndio inayoleta fadhaa, ndio inayoleta kukosa furaha. Watu hawaongei na wazazi wao, hawaongei na majirani zao, hawaongei na ndugu zao. Shetani amefarakanisha. Hiyo namna pekee, namna ya kuiondoa ni kumruhusu Yesu aingie ndani ya maisha yako. Yaani Yesu ndiye aliye na majibu. Yesu ndiye aliye na utosherevu. Yesu anaweza kukuinua. Anaweza, hata wengine wamekaliwa na magonjwa, pamoja na kwamba wametembea hospitali, lakini Yesu anayo operation. Operation ya Yesu haifananishi na operation ya namna yote, kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza, hajawahi kushindwa. Aliponya viwete, aliinua viziwi, aliwafungua macho, na kwamba watu wa namna mbalimbali, alifufua wafu. Huyu Yesu aliye hai ataachilia uzima kwako leo, na wewe ukiamua kumfuata ukimpokea, ataachilia uponyaji. Fanya maamuzi mpendwa. Kwa nini uteseke? Wengine wamedanganywa na vifaa, wasema vifaa vya kiroho, wamedanganywa na maji, wamedanganywa. Yesu yeye ni halisi, anaishi ndani ya mtu na anafanya kazi ndani ya mtu. Yeye hafanyi kazi kwenye maji, hafanyi kazi kwenye yeye ni halisi. Ukimwamini sasa, ukifanya maamuzi, nikaomba pamoja na wewe, atakufungua, ataachilia uzima, ataachilia uponyaji wa roho yako, atawarejesha hata waliopotea, ndugu zako, hata wale waliopotea katika dhambi. Wengine wamezama kwenye ushirikina, kwenye vifungo vya nguvu za giza, kwenye ulevi, kwenye ndoa yako haina amani. Yesu akiingia ndani ya nyumba yako, anaachilia amani, anaachilia uzima, anaachilia uponyaji. Mwamini leo. Ninakushauri mpendwa, alikuwa mgonjwa, Yesu akaniinua. Walipoomba kwa ajili yangu, akaniponya. Nikiwa kwenye hali ngumu, siwezi hata kutamka, lakini walipotamka watumishi wa Mungu, aisee, na mimi nakwenda kukutamkia Bwana kuinue. Haijalishi ni stroke, haijalishi ni kansa, haijalishi ni gonjwa ambalo wewe, magonjwa yana majina yake, ni jina la Yesu ni tiba tosha. Ondoa shaka juu ya Yesu. Mwamini leo. Ninakwenda kuomba pamoja na wewe. Lakini kabla, ugonjwa mkubwa ni dhambi, na dhambi namba moja ni kutokuamini. Hofu, shaka, hivyo vimefarakanisha watu na Mungu. Adamu